So guys, welcome back. This is Dizo kama kawaida, and today we are going to learn about the psychological part of trading, ambayo hii ni kipengele kikubwa sana ambacho huwezi kumaliza kwa siku moja, kwa sababu saikolojia ya mwanadamu ni kubwa sana na ni kitu ambacho kila siku inapaswa ukisome. Sasa leo tunakwenda kuangalia saikolojia ya mwanadamu wakati ambapo ana focus na swala la market. Do you understand? Tuende tukaangalie ni kwa jinsi gani saikolojia ya mtu inaweza affect results ambazo anazipata katika market. Sasa before starting, psychology is a scientific study of human behavior. By the way, yani hiyo inaweza ikawa ni definition ndogo sana. Psychology ni scientific study ya human behavior, sometimes and characteristics. Kwa hiyo if you want to describe the human behavior, you must understand their psychology first before you start describing them. Kwa mantiki hiyo ni kwamba hata market imeundwa kwa mfumo ambao unacheza na saikolojia yetu. Ndio maana unakuta wengi sana hatuwezi tuka last longer katika market, kwa sababu tukishindwa kucontrol emotions na saikolojia yetu katika market. Lakini kitu cha msingi ambacho nataka leo tuongelee, baada ya kujua maana ya saikolojia, tunataka tukaangalie ni namna gani ambavyo unaweza ukaishape saikolojia yako katika market. Ni namna gani ambavyo unaweza ukaishape saikolojia yako katika market. Kitu cha kwanza, kabla haujaanza safari yako ya kushape saikolojia au ya kushape emotion zako katika market, the only thing you need to know is about reflection and the reality. Do you understand? So life is like mirror. Alright? Let's say this one is hichi ni kioo chetu. Maisha ni kama kioo. Sawa sawa. Maisha ni kama kioo. Understand? Kwa hiyo ukiwa hapa, sawa, ukicheka, sawa, na kioo kinafanyaje? Na kioo kinacheka. Ushanielewa? Ukinuna huku na kioo kinafanyaje? Kinanuna. So what do I mean? Ninachotaka kumaanisha hapa ni kwamba matokeo unayopata katika market, sawa, these are reflections. Matokeo ni reflection, umeona? Lakini the reality is in your mindset. Yani mindset yako is the only reality that reflect what exactly is going to happen. Kwa hiyo akili yako au fikra zako ndizo zinazo determine muonekano wa nje wa maisha yako halisi. Sasa hata katika trading tunaongelea matokeo tunayoyapata. Sawa, matokeo tunayoyapata katika market, yana reflect ya moja kwa moja, sawa, kwenye nini? Kwenye reality ambao ni fikra zetu. Kwa hiyo fikra zako, hata sasa, huu sio uongo na siwezi nikaongea uongo kabisa. Hata wewe sasa hivi ni shahidi kwamba kitu pekee ambacho kina affect matokeo yako katika market ni mindset, na wala sio strategy. Wala ni strategy ni kitu kidogo sana, ni kitu ambacho unaweza kufundishwa kwa siku moja. Yani strategy ni kama kuendesha baskeli. Sijui unaelewa? Ni kama kuendesha baskeli. Yani strategy ni kitu ambacho unaweza kufundishwa kwa siku moja, na ukishajua ni umeshajua. Umesikia? Lakini something that is very hard to master is to master the reality of life. The reality of life is that mindset, those things that are inside your mind are the real you, not the reflections. Kwa hiyo if you are poor, wewe sio kama wewe ni maskini, sio kama wewe ni maskini kiuhalisia. Hapana, tuambie kilichoko ndani mwako.
ndo tutajua kweli wewe ni maskini au sio maskini. Sasa something that you need to understand katika hii stage, baada ya kujua kwamba life is like a mirror, all result kwenye market ni kama kioo, result za forex market ni kama kioo. Tunachukua hii kioo na tukiamini ya kwamba fikra zetu ndizo zitakazo determine matokeo yetu katika market. Sawa sawa. Baada ya kugundua hizi, ni kitu gani hasa unatakiwa ufanye ili kuweza kushape this one, the reality? Umeona? Kumbe you can't huwezi kubadilisha, hizi zinategemea hizi. Kwa hiyo kitu ambacho unatakiwa kubadilisha ni your mindset. You have to change your mindset before focusing on changing your reflex or the reality or the look. Kabla hujabadilisha look yako, lazima kwanza change mindset yako. Sasa automatically, umeona, kama hichi ni kioo, ukicheka hapa automatic na kioo kinacheka. Kwa hiyo automatically wewe unatakiwa usiangalie what are you going through this time. Sawa, angalia ni nini hasa kipo katika akili yako, au ni nini hasa kina roll over katika mindset yako, ambacho ndicho kinapelekea matokeo unayoyaona kwa wakati huo. Sawa sawa. Sasa ninataka kwenda kukupa stages za kuweza overcome mindset yako na kuweza kushape your reality kupitia mindset. Sawa. Cha kwanza katika market, sawa, mindset ni kitu ambacho nimesema awali ambacho kinaharibu sana matokeo yetu katika market. Sawa sawa. Kwa hiyo wewe ukiwa unafikiria, yani hata ukideposit $100,000 sasa hivi, lakini mindset yako inaongea tu nitapoteza. Reality, ukicheka na kioo kinacheka. Reality ni kwamba utakuja kupoteza, utapiga hatua. Umeona? Kwa hiyo cha kwanza you need to shape this one. So how do we shape our mindset katika market? Cha kwanza, we need to know the market. Sawa, tunatakiwa kujua market. Tunatakiwa kujua market ni kitu gani. Sawa. Ukija katika Google ukasearch what is forex market. Umesikia? What is about. Yaani andika tu what is about forex market. Sawa. What is about forex market? Utaona hapa. Umeona amekwambia forex market, foreign exchange, the world's largest is doing nini logi hapo. It decentralized the market hiyo hapo, key point, key aspect utaziona. Umeona? Lakini the key point, haya maelezo ukifuata maelezo haya yote, ukisoma ndani yake, kitu kikubwa sana ambacho utakuta wamekiongelea. Sawa. Kitu kikubwa sana ambacho utakuta wamekiongelea kuhusiana na forex market ni mambo ya riski. Risk is a risk. So the first thing you have to focus on, build the knowledge of knowing. Kwanza ulijue kwanza soko. Ninapoongelea kulijua soko, ujue namna soko lina move kwa namna gani na linafanyaje. Umesikia? Kwa hiyo cha kwanza you have to understand the market as, yani kwa ujumla. Umesikia? Sasa kwa ujumla una understand market na kujua ni kitu gani hasa una focus nacho katika market. Sawa. Lakini cha pili, baada ya kulijua soko, tunakwenda kujua kitu kinachoitwa, umesikia, cha pili ndipo utakapotafuta strategy. Umeona? Kulijua soko sio kujua strategy. Unaweza ukalijua, so you can know the market, but you can keep making losses inside of the market because very sorry, because umesikia, wewe umelijua market tu. So yani unaweza ukajua market na ukaendelea kupata hasara kama kawaida, na hiyo siongelee utani, kwa sababu most of us ndo kitu ambacho tunapitia katika maisha yetu ya market. Umeelewa? Mimi naongelea something which is very spiritually. Umesikia? Hapa naongelea kitu ambacho ni very spiritually, something which is going to trigger the real you. Sasa hii ni saikolojia ya market. Umesikia? Cha kwanza kabisa unatakiwa ufahamu
Sawa, inatakiwa ujue market inavyo move, market ni nini, bla bla, kila kitu kinachohusiana na market na nini, na every single information about market you need to have. Lakini cha pili, kwa mfano mimi I know market according to tuseme mimi najua market ina move kwa sababu labda GLT. So when I enter inside of the market, I need to know the direction of market. Nitatumia labda directional bias, ndio kujua market, kujua movement ya market inaenda wapi, inafanyaje. Umesikia? Kwa mfano nikija katika market labda gold, mimi naangaliaga monthly. Umeona? Nikifika kwenye monthly, nikiangalia monthly hapa naona mzigo umesimama kidedea, kwamba yenyewe unafanyaje, una buy. So I need to go to daily to find the liquidity area. I need to find the liquidity area of supporting my buys. Kwa mimi inabidi nije kwenye daily time frame ili nitafute liquidity area. Kwa nikiweka line graph hapa kuzitafuta hizi liquidity area, nakuja kugundua kwamba okay, kwa sababu najua market, kuna vitu najua kutokana na market. Umeona, naona price ili break hapa, ikaja ika break tena hapa. Kwa hiyo I have some liquidity area. Hii inaitwa BMS outside another BMS, ndio new formation, kitu kama hicho. We have new formation here. Umeona? Kwa hiyo mimi nina new formation hapa, ninajua kabisa alright, okay, price ili iendelee kubuy kusupport ile monthly direction, inatakiwa ije ibuy hapa, ndio ifanyeje, ndio iondoke iende juu. Umeona? Kwa mantiki hiyo tayari nimeshapata liquidity area. So hii price, umeona, so tayari nimeshapata liquidity area. Najua kwamba hii price inatakiwa ije huku chini kwanza, ndio ianze kuendelea kubuy, kuendelea kwenda huko. Kwa hiyo mimi ni either nisubiri hii price, sawa, nisubiri hii price ije hapa ndio nianze kubuy kwenda juu, au nitafute namna ya kutoka nayo hapa kushuka hapo chini. Kwa mpaka sasa hivi mimi hapa, unaona ninachokifanya hapa sio kwamba na trade. Hapa ninajua kuna watu tunaweza kufanya hichi unachokiona na price ikatokea hivi, lakini we still broke. Do you understand? We still broke because only thing we know is only about market. Umesikia? Wewe unaweza ukawa unajua siasa, lakini huwezi kuwa rais. Huwezi kuwa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Unaweza ukawa unajua siasa, ukaongelea siasa, ukaichambua. Kwani watu wangapi wako kwenye social media hapo ambao wanaijua siasa, wanachambua siasa, wanafanyaje? Kila siku wanaongelea siasa, wanafanyaje? Hata Twitter ukiangalia kule, watu wanaongelea siasa, lakini mwambie aende akachukue fomu ya kugombea urais na ujuaji wake wote wa siasa, kama atafanikiwa kuwa hata rais au hata diwani. Umesikia? Kwa hiyo kujua kitu sio kufanikiwa. Sawa, hapo ndipo inakuja. Kwa hiyo hivyo ndivyo namna hiyo ndio, lakini kujua kitu ndio step ya kwanza. Ndio step ya kwanza ya kushape saikolojia yako. Kwa hiyo cha pili, baada ya understanding and knowing all things about forex market, we want now to get a strategy. Umesikia? Cha pili sasa, wewe unatakiwa sasa uwe na strategy. Hapa kwenye strategy ndio watu tunaumizana sana. Umesikia? Kwa hiyo wewe unapoenda sasa, the strategy is all about experience. Do you understand? The strategy is all about experience. Umesikia? Strategy sasa si haidanganyi. Umesikia? Na something ambayo tunatakiwa tujue kwa sababu ya kuhusiana na strategy ni kwamba it's not 100% correct. Do you understand? Yani strategy is not perfect. Strategy are not perfect 100%, especially katika market. Strategy are not perfect. Umesikia? Tunasoma labda kwenye geography kule. Mimi unajua ni mwalimu na nimesoma geography sometimes. Nimesomaga geography form 5 kabla sijahamia kwenda kusoma PCB. Umeona? Kwa hiyo kuna kitu kilikuwa kina nani, jinsi ya kujikinga na earthquake. Yani pakitokea tetemeko la ardhi, sijui ujikinge na earthquake, kwamba usimove, don't move. Usimove kutoka hizo strategy mzee. Yani hizo ni strategy, yani ni vitu fulani hivi ambavyo unapewa tu, lakini sio 100% kwamba wewe earthquake itokee alafu usimove, kaa ndani uone jinsi utakavopigwa na tofali la kichwa. Umeona? Kwa something that unatakiwa kuelewa, hata kama una strategy yako,
Usijipe 100% kwamba hili zaga ni 100% unyamwezi, utaangukia pua. Umeona? Kwa hiyo how to build your strategy. First of all, baada ya kujua market, step ya kwanza ilikuwa ni kujua market. Baada ya kujua market, sasa ndo tunakuja ku build strategy. Tuna build strategy kutokana na experience tuliyopata wakati tunasoma nini? Tunasoma market. Umenielewa? Kwa hiyo kwa mantiki hiyo, mimi ninajua market. Sasa nimeshajua market inatakiwa ije sehemu fulani hapa ndio ianze kubai. Kwa hiyo mimi najua eti market inatakiwa isell, itoke hapa ije hapa, alafu ndio tuendelee sasa kubai moja kwa moja twende kule. Nimeshajua market. Umeona? Sasa kitu gani hasa natakiwa ni baada ya kulijua market, kitu gani hasa natakiwa kujua? Sasa strategy either ya kunitoa hapa kuja hapa, strategy yangu itaongea, au baadaye ikifika hapa ya kunitoa hapa kuelekea huko. Umeona? Hiyo ndio strategy. Na hii strategy tunaiunda kutokana na experience ambayo tunakutana nao kwenye soko. Yaani muda ule mrefu unaokaa, mtu anakuambia una muda gani kwenye market? Mtu labda na miaka mitatu. Na miaka mitatu, hiyo ni experience. Sawa? Hiyo ni experience ulionao kwenye market. Maana yake unapounda strategy yako ni according to how you was reacting katika market, ma losses unapata na vitu kama hivyo. So strategy is just a single thing that lay up kwenye ujuaji wa soko. Umeona? Na tunaitoa kwa sababu ya experience. Sasa nataka nikupe characteristics au different characteristics of strategy ili ujue kwamba hii ni strategy imekamilika, inatakiwa iwe na vitu gani. Umeona? Cha kwanza, mzigo unatakiwa uwe repeatable. Sawa? Mzigo huo unatakiwa uwe repeatable. Strategy must be repeatable. Yaani utakachokifanya leo utafanya kesho, kesho kutwa na kesho yake. Mfano, let me show you something here. You see, this is my junior. I'm using Telegram as my junior. You see, these are my setups. Umeona? Hii ni setup yangu. Hii ndo strategy yangu labda tuseme. Umeona? It is repeatable. Umeona? Hii ni Euro GBP. Ni sawa na Euro USD. Umeona? Kwa ukienda kwenye Euro USD utakuta Euro USD ni kitu kile kile, lakini nimepata loss maana ilibai. Lakini Euro GBP hii unayoiona hii ya kusell ni profit. Umeona? Nimepata profit. Mzigo umeshuka. Umeona? Sasa na hivyo sio hiyo tu. Umeona? Hata hii, this is Euro Audi. Unaona hii Euro Audi, hii ni buy ya Euro Audi. Hii imenipiga stop loss Euro Audi. Lakini ukija hapa kwenye Euro GBP buy ni kitu kile kile, imeenda profit. Kwa hiyo hicho ndio ninachotaka niwaambie kwamba hicho ndio kitu ambacho nataka hicho ndio kitu ambacho nilikuwa nataka niwaambie kuhusiana na strategy. Sawa. Hicho ndio kitu ambacho nilikuwa nataka niwaambie kuhusiana na strategy. Yaani cha kwanza, if you want to know this is good strategy, it must be repeatable. Inatakiwa iwe repeatable. Lakini cha pili, strategy lazima iwe na exit point. Umesikia? Exit point ni either stop loss au break even, OTP. Umesikia? Kwa hiyo iweje, lazima strategy yako iwe na stop loss, yani pale ambapo inakuwa sio valid tena. La pili, iwe na iwe na TP. Yani sio unachukua entry una hold mpaka inarudi tena kwenye loss. Hapana, uwe na namna ya kutoka katika market. Unaona? Namna ya kutoka katika market. Kwa hiyo stop loss hivyo. So when you know to enter, you have to know exactly wapi ni sehemu gani unaenda kufanya nini? Unaenda kutoka. Umesikia? Mpaka hapo tunazo categories mbili. Umesikia? Kwa tunao category ya kwanza tumesema mzigo must be repeatable, ujirudie kila siku. Ya pili, yani utakayoipata leo ndio utakayoipata kesho. Na hata ukiangalia hapa kwenye Euro card, umeona? Na hii imetokana baada ya mimi kujua market. Kujua market umeshaona pale. Sasa nimekuja nimetengeneza strategy yangu. Umeona? Nimetengeneza strategy yangu maana najua ndio kitu hicho nitakachokifanya. Sio hata leo
ndio ile ile hii hapa, nasubiri hapa Eurocard ni buy niende zangu huko. Umeona? Ni kitu hicho hicho ninachokifanya. Nakifanya leo, nitafanya kesho, nitafanya na kesho kutwa, nitafanya hivyo hivyo. Ni kitu kimoja hicho hicho na siwezi kubadilisha. Kwa hiyo I'm just the only thing sasa hii kwa lugha nyepesi tunaita you need to have a single setup. You need to have a single setup. Hapo ndipo tunaongelea a repeatable. Lazima price iwe inani, strategy yako iwe repeatable. Kwa lugha nyingine, you need to have just only one single setup, ambayo tumeenda mbali na tukasema kwamba iwe na sehemu ya kuingilia na kutokea. Lakini kitu cha msingi, strategy lazima isiwe static, iwe inaweza kubadilika according to how the market is doing what is changing. Umeona? Kwa mantikio, kwa mfano ikikataa hii pap ikaendelea kusell, maana yake ikasell ikaja ikapiga stop loss, maana yake opposite yake unyamwezi. Kwa hiyo mimi ikikataa, ikirudi hapa sehemu ilikuwa ni ya kuingilia, mimi na sell nashuka nayo chini. Ushanielewa? Na juu yake hapa ndo inakuwa stop loss. Umeelewa? Kwa hiyo lazima isiwe iwe dynamic, iweze iwe wanaitwaje, iwe flexible. The strategy must be flexible kwa sababu market ina move. Umeona? Market ina move, so lazima iwe na upande wake wa pili, kwamba hichi kikigoma, hii strategy yangu ikigoma, ni kipi hasa nitafanya kwa wakati huo? Je, nitaendelea kunyamaza? Je, nitafanyeje? Lazima iwe na upande wa pili. Lakini the good strategy also lazima izingatie risk management, na hichi ndio kitu cha msingi katika market. Nikwambie kitu, strategy, unaona hapa unaweza ukashangaa kwa nini jamaa anaendelea tu kuwa profitable. Umeona? Na kuwa profitable sio kwa sababu najua. Umeona? Sio kwa sababu najua. Unaona, haya ni malosi, hii ni loss. Sio kwa sababu najua, ni kwa sababu ya risk management ndio inaendelea kunifanya niwe profitable. Kwa naweza nikapata loss, lakini profit moja nani. So kama hii Euroaudi, hii ni loss, ilifika hapa ikapitiliza. Umeona? Lakini Euro GBP imekuja imesawazisha losses zote. Unaona? Hii hapa. Sasa unakuta hiyo siku nimepata labda loss ya Euro USD pia. Umeona? Hii pia ilikimbia ikapiga loss. Lakini mpaka sasa hivi I'm still holding this Euro GBP. Umeona? Hii Euro GBP. Hapa naongelea hizi trade za wiki iliyopita. Umeona? Ukiangalia hapa Euro GBP bado ipo inaelekea chini. Umeona? Tunaona afu ni 4 hour. Atuongelei muda sijui 30 minutes sijui nini, hii ni 4 hour buda. Umeona? Bado mzigo unaelekea na exit point. Kwa sitatoka maisha yako yote, mimi sitatoka mpaka ifike TP yangu. Hapo ndipo. Umeona? Sasa baada ya kujua categories au tumejua characteristics za good strategy. Strategy lazima ijirudie, strategy lazima iwe repeatable. Tunaongelea iwe setup moja ambayo utaifanya kila siku. Wewe usipoiona hiyo uingie sokoni. Sio kwamba ujui. You need to be very comfortable kwa kile with what you are doing, kwa kile unachokifanya, kwa sababu mzee, hizi ni hela. Umeona? Utakachopoteza hapa ni hela na utakachopata hapa ni hela. People tunapata losses. Mimi ngoja nionyeshe losses zangu. Mimi napata loss. Mimi yenyewe naweza nikapata. Mimi naweza January tu hii naweza nikakwambia nimepoteza a lot of money. Ngoja nikuonyeshe losses. Ngoja nikuonyeshe losses hapa. Ngoja kwa pile account hii hapa. Okay, let me record some video. Okay, hii hapa, hii account hii hapa. Of course this is the real account. Ukiangalia Xness ni real. Angalia hii hapo.
nani kwa sababu nilikuwa nipata labda nipata loss hapo. Ukiangalia nipata loss kama ya dola hizo hapo. Okay. Ngoja. Itakuwa sawa kuonyesha hii. Let me show you. Nipige screenshot tu. Okay. Hapana. Sawa, nisionyeshe hizo losses. What you have to know is that everyone is getting losses. Alright, kila mtu anapata losses. Sitaki kuonyesha hizo losses, sitaki kumkatisha tamaa. Lakini kila mtu anapata losses. Umesikia? Kila mtu anapata losses. Lakini kinachomfanya mtu aendelee kustay katika lane au kustay katika ile position ambayo anakuwa ni namna ambavyo ana overcome the market. Umesikia? So wewe utashangaa sana, huyu jamaa anaendeleaje kuexist katika market? Wewe mwenyewe unashindwa. Ni kwa sababu huyu mtu ana focus na setup moja, lakini risk management pia inakuwa ni nguzo yake muhimu. Sasa hapo tupo katika step moja ya kushape. Tumeshaongelea vitu viwili mpaka hapo. Tumeongelea kwamba kama unataka kuishape psychology yako katika market, vitu vya muhimu vya kufanya ni kitu gani hasa. Ili somo ni kubwa, huwezi kumaliza kwa siku moja. Kwa hapa nakupa vipengele vichache. Umesikia? Hapa nakupa vipengele vichache. Umeona? Kwa nimeshakwambia unatakiwa ulijue soko, jua kitu unachodeal nacho. Hii sio tu kwenye market. Hii hata kama unaenda kuuza nyanya, nenda kaijue nyanya, ijue nyanya. Sawa, nenda kajue wapi wanatoa nyanya. Ijue nyanya. Ukitoa nyanya sehemu, ukiileta sehemu itakugharimu shingapi? Hiyo nyanya itakaa muda gani mpaka ioze? Hiyo nyanya unapoipeleka watu wanainunua kwa shingapi na wewe unataka kwenda kuiuza kwa shingapi? Jua hiyo nyanya. Sio tu kwenye market. Hii ina apply popote pale ambapo kuna biashara inayohusisha mambo ya fedha. Umesikia? Chochote kinachohusisha hela, psychology ina emotions inakuwa juu sana. Kwa hiyo pale sio tena ujanja unaotumika, pale ni emotions ndo zinapotumika. Sasa kama hautaweza kujua kuzicontrol emotions zako, psychology yako katika hiyo aspect unaoenda kuifanya, mjomba, na kupanga hamna kitu unaenda kuambulia. Psychology ndio kila kitu. Mentality, the mental growth. Wakati nawaambia pale muda wa kwanza nawaambia about life, I told you about kwamba life is a mirror. So you see the mirror, when you laugh, the mirror is also laugh. The laugh through the mirror is your reality. Understood? The reality is coming from your mindset. So you have to shape your mind first before shaping your reality. Sasa hivi unaweza ukajiona wewe ni maskini. Unaona? Wewe ni maskini. Wewe sio maskini. Umesikia? Wewe ubongo wako, mindset yako ndo ya kimaskini. Wewe sio maskini. Umeona? Kwa hiyo kuanzia leo ukitaka kubadilisha maisha yako, cha kwanza, umesikia? Acha kujiita failure. Umesikia? Anza kushape ubongo wako kutoka katika ile hali ya kufikiria kwamba unafeli. Watu wengi sana sio kwamba hawajui market. Watu wengi wanajua market. Kitu kibaya zaidi kwa mtu mimi, wewe, yule, ni kwamba mindset yetu haiko tayari kuaccept the reality. Umeona? Mindset yetu haipo tayari kuaccept the reality. So training your mindset, kutrain mindset yako katika market inategemea hivi vitu nilivyokuambia. Jua market, identify strategy. Kwenye strategy hapo tumeshaona nini hasa tunachofanya. Sasa katika strategy hapa nimewaongelea lazima tuwe na, si umeona hata kwenye gold hapa. Mimi ni kitu hicho kimoja. Tumeongelea swala la kitu kimoja. Hapa kwenye gold mlikuta nimeweka mzigo wangu kama nataka kubai hapa. Si ndio? Ni hicho kitu kimoja. Hicho nitafanya leo, nitafanya kesho, nitafanya kesho kutu. I was waiting yesterday if price shida price imefunguka na gap kwenda juu. Nilikuwa nataka ni buy hapo nielekee juu. By the way, niwaonyeshe.
Mimi na hold gold kwa muda sasa. Where is gold? Nikuonyeshe gold hapa. Yeah, gold. Yep. This one gold. Daily time frame. Okay, let me show you. Siku si posti. Haina maana posti usiposti. Haina maana. Unajua. Haina maana ni posti ni siposti. You see? If this is gold, bado ni buy hapa inaenda hela nyingi sana, bado tunaendelea kuinani. By the way, amna yani kuposti, amna haja una posti, sio ni haja ya kusikizi siposti. Sijui hata kama nitakuja kuposti tena. I want to, haina haja. Mimi ninachopenda, napenda nifundishe watu. Mimi ni mwalimu, napenda tu watu waelewe nini hasa. Sio kama unajua, hapana. Kuna watu wanajua kunizidi, wapo watu wanajua sana kunizidi, umeona. Lakini pale ninapoona kitu cha muhimu ambacho mimi nimeweza kukishinda, umesikia, na kilinisumbua kwa muda mrefu, umesikia, natamani sana pia hata wewe. Najua nina marafiki zangu wanaumia sana na hii market, umesikia. Unajua, lakini unajua rafiki mimi na marafiki zangu ambao unaona jinsi nao, kuna watu wana access ya kukutana na mimi kila siku, lakini hawahitaji ninachokijua. Wewe unaweza ukawa unaniona huko mitandaoni unatamani nikionana na huyu jamaa, lakini kuna watu hata sasa hivi nikitoka nikienda hapo, labda nikienda nje hapo, nakutana nao kila siku na wanafanya hichi ninachokifanya, lakini hawahitaji kujua hichi ninachofanya ninachokihitaji. Lakini mimi najua tatizo lao ni nini, na najua kwa ninapoona matatizo wao wanaopitia, najua kabisa ni namna gani. Kuna watu wengine wanapitia hicho wanachokipitia wao, kwa hiyo najua ni nini ambacho natakiwa niwaambie audience, na najua nimegusa maisha yako katika market, kwamba hichi ninachokiongelea ni 80% ya traders wote tunapitia. Umeona, kuhold kwa mfano hizo positions za gold hapo sio kitu cha kitoto. Kuhold hiyo akili tu ya kuhold trade kwa namna hiyo sio kitu cha kitoto. Yaani unaweza ukahold mpaka unachanganyikiwa. Umeona, lakini hiyo inahitaji pia mindset yako hiyo kamili. So hii ni part 1 ya psychological. Hii ni part 1 ya psychological thing katika market. Umeona, hii unasikia, hii kitu ni ngumu sana. Asikudanganye mtu, forex sio rahisi. Forex ni ngumu kwa sababu inahusisha hisia zetu. Unaelewa? Unajua ni tofauti na biashara nyingine. Hapa naweza nikatoka hapa nikaenda zangu nikanunua nondo, nikanunua simenti kiwandani, nikaja nikaweka dukani kwangu nikijua tu watu watajenga, watakuja watanunua simenti, mimi nitauza, nitapata faida yangu 3,000 2,000 na hivyo. Lakini kwenye biashara kama hii ya market, inakuhusisha wewe direct na hisia zako, na hela zako unaziona. Yaani unaiona hela inapotea. Unaona? Unajua kule kwenye biashara za kawaida labda nyanya zimeoza. Umeona? Nyanya zimeoza. Yaani mpaka huku unaiona effect direct. Yaani inahusisha emotion. Ndio maana ni biashara, yaani naweza nikasema ni biashara moja ngumu sana duniani, haijawahi kutokea. Umeona? Kwa sababu ni very risky. Kwa hiyo kama umeshindwa kushape hii kitu, I say muombe Mungu sana.
Muombe Mungu sana. Hebu mgeukie Mungu wako. Umesikia? Fanya maombi hata ya kufunga mara 3 bila kula. Omba Mungu ashape. Inabidi uwe pia na imani. Na imani ni inaambatana na matendo. Kama hauna matendo, imani yako ni bure. Umeona? So you need to have. Unatakiwa uwe na imani. Umeona? Unatakiwa uwe na imani, lakini pia kuwa na imani pia hakutoshi. Umeona? Lazima uwe na matendo ya ku brighten. Imani bila matendo ni sawa na bure. Umeona? So hii kitu ni ngumu. Shaping your psychology. Babu, mimi unajua nina miaka mingapi? Usinione sina gari, sina nyumba, sina nini. Mjomba. Kutrain hivyo ni vitu ambavyo kama nitatrain, kwa mfano mimi siwazi, kwa sababu hivi ni vitu ambavyo kama nitatrain psychology yangu vizuri, ni kitu ambacho naweza kupata kwa wiki moja. Kwani gari ni shilingi ngapi? Milioni 50. Milioni 50 $25. $25 hapa nimehold zaidi. Yaani sitaki hata kuongea. Nimehold pesa, ni kitu ambacho naweza kupata. Yaani cha kwanza, make sure unawekeza katika saikolojia yako. Kwa hicho tu. Soko ni rahisi. Kulijua soko ni rahisi. Kitu ambacho kinakuja kutuumiza ni kwenye kutambua namna ya kucheza na saikolojia na emotions zetu. So guys, thank you so much. Nimeongelea kwa ufupi sana na ilikuwa sio somo ambalo nimeliandaa, lakini na uhakika hii itakuwa mfululizo. Mimi nitakuwa na preach every day about market. Nitakuwa na preach kila siku kuhusiana na soko, kuhusiana kwenye YouTube yangu. Sasa hivi utaniona katika mitandao mingi sana ya kijamii. Nitakuwa sana na preach katika YouTube, na kuwa naweka video zangu katika YouTube. Wala hata kama una mtu mshtue, wala hata sitakuwa natuma sijui Instagram, sijui na kuonyesha nimeweka video. Wanaotaka waone, wasiotaka naweka tu, ni kwa manufaa ya wale ambao wanahitaji kunani. Unajua kitu ambacho ukiona unalazimishiwa kitu sana, ujue sasa wewe ndio dili. Mimi sitaki nikulazimishie wewe kwenda kusoma, kwa sababu sina kazi na wewe. Yaani ulazima wa wewe kuangalia video zangu katika YouTube, yaani hiyo haipo. Uangalie usiangalie, lakini ninachokijua mimi, imani yangu inanituma kwamba kwa hizi video ninazozituma, kwamba kuna mtu ambaye nakwenda kugusa maisha yake directly. Umeona? Na kwangu hiyo ni baraka tosha, kwa sababu kama nimeweza kuovercome mimi, hakuna binadamu ambaye atashindwa kuovercome. The psychological stage inside of the market is very hard. So when we get a chance, wewe sikiliza, social medias hazina uhalisia wowote katika maisha yako. What you see in social media kwa uhalisia sio kweli. Kwa asilimia kubwa ni uongo mtupu. Kwa hiyo wewe usione kwamba uko nyuma sana. Hapana. Hebu focus na ukuaji wako. Sisi wote ni binadamu. Umeona, tumetofautiana mindset. Na mindset is what unaposikia mtu anakuambia tumetofautiana mindset, maana yake ndio reflection yenyewe hiyo ya maisha yetu. Kwa hiyo tunapotofautiana mindset, maana yake maisha yetu pia yatatofautiana. Kwa hiyo make sure unawekeza sana katika mindset yako kabla haujawekeza akili zako katika biashara kwa ujumla. Umesikia? Forex ni biashara tamu sana, ni biashara ambaye ina hela nyingi sana, lakini mpaka utaziona hizo hela mpaka pale utaweza kucheza na saikolojia yako, utaweza kucheza na emotions zako, utaweza kucheza na ups and downs ambazo zinakutana katika market. Sasa for example, me right now I'm very still. Yaani mimi sasa hivi nipate loss, nipate profit, ni sawa. Umeona? Ni sawa. Umeona? Ni sawa. Umeona? Kwa hiyo make sure, mimi ni mwalimu na ni mwalimu mzuri sana wa saikolojia. Hichi ni kipande kidogo tu cha saikolojia, na kuja kuleta nondo nzito kuhusiana na saikolojia ya market. Umeona? Mwalimu wa diploma Dizo Dizombi. Thank you so much and see you next time. Then kama unahitaji kocha wa saikolojia, niko hapa. Sio kufundisha market. Sasa hivi sifundishi forex.
ila na uwezo wa kutrain saikolojia yako. Utanicheki, namba yangu ni ile ile 0688, ngoja niandike hapa 0688814812. Nicheki WhatsApp. Sorry, mbona si haijaandikika? Okay, ngoja niandike hapa 0688814812. Mimi ni mwalimu mzuri sana wa saikolojia. Kama unataka kocha wa saikolojia ya market, niko hapa. Nitakufundisha saikolojia ya market, jinsi ya kuovercome. Sifundishi market, sifundishi forex sasa hivi. Niko na focus na huu mwaka 2026 I have dedicated kwenye maisha yangu. Nimejitoa sana kwenye maisha ya watu, nimefundisha watu wengi. Huenda hawajaona mchango wangu, huenda wameona, lakini mimi kilichokuwa kinanituma kufanya hivyo, najua labda ilikuwa ni roho yangu pamoja, labda hicho kilichokuwa kinanituma nimefanya, na naona inatosha kwa pale nilipofanya. Sasa hivi nimerudisha nguvu zote katika kushape maisha yangu na ukuaji wangu katika market. Sasa hata wewe kama unahitaji kuwekeza muda wako katika kukuza maisha yako, sawa, sasa weka boundary. Sasa hivi inatosha kwa watu. Sasa kuwa mbinafsi kwa ajili yako. Sawa, kuwa mbinafsi kwa ajili yako. Wala usiangalie watu wengine, usiangalie namna watakavyosema, kwa sababu the struggle is always for one individual. The congratulation comes to the crowd. Maana yake ni kwamba wewe hapa sasa hivi unapambana mwenyewe. Unaona hata mimi sasa hivi niko kwenye chumba hapa mwenyewe tu Unyamwezi. Niko nimekaa napambana na market mwenyewe. Umeona? Lakini mwisho wa siku congratulation ni ya watu kibao. Alright? It's coming. We will buy. Let me give you, watakaoiona mapema hii, nimewapa zawadi. Tuna buy Eurocard TP1 kwa hapa market, naona